his children's children. Yani mtu mwenye anaelewa maneno anawacha akiba kwa watoto wa watoto wake. Hazina yetu kama taifa pale kwa NSSF 2022 tulikuwa na pesa bilioni 312 ambayo tulikusanya kwa miaka 60. Leo pale NSSF tuko na bilioni 670. Ni mnanielewa? Miaka 60 tumekusanya 312. Kwa miaka miwili sasa inafika mitatu, double ile tumekuwa naye for 60 years. Ni mnanielewa? Yes. Those are facts. And facts are stubborn. Ni mnanielewa? Huwezi kuchanganya maneno. That is the truth. Na ni kwa sababu tulibadilisha mambo na tukasema lazima tuamue maneno hata kama ni magumu, lakini baadaye itakuja kubadilisha taifa letu. That's what we must do. Jambo la pili, Mungu ametujalia, na nasema hivyo proudly, kwamba tulikubaliana ya kwamba tutabadilisha kilimo katika taifa letu, kwa sababu kilimo ni ya muhimu. Inatuzalishia chakula, inatupatia mauzo, naweka pesa katika mifuko yetu, inatupatia exports, inatupatia raw materials ya factories. Kilimo ni ya muhimu, na ndio sababu nilisema lazima tufanye mambo manne ya muhimu kwa mambo ya kilimo. Jambo la kwanza, tupunguze gharama ya pembejeo, mbolea, mbegu ikuje chini, ndio wakulima wengi waweze kununua. Jambo la pili, tulisema lazima tuondoe pia matapeli na wakora ambao walikuwa wanatusumbua huko katika sekta ya kilimo. Nyinyi mnajua tulikuwa na matatizo kule kwa kahawa, wakora walikuwa wamejazana huko. Wao ndio wanachukua pesa nyingi ya wakulima, mkulima anahangaika akizalisha. Nyinyi mnajua tulikuwa na wakora wengi katika kilimo ya sukari ama miwa. Mtu anapeleka miwa yake, anangojea miezi 6, miezi 9 hajalipwa. Ni kweli ama si kweli? Si ndio? Hata ikabidi mimi nikakuja kusimama hapo Kakamega nikasema mambo ni mangapi? Kwani mlikuwa mnafikiri nifanye namna gani? Leo ukienda factory, uanze Mumias, uende Nzoia, uende hiyo yote, leo mkulima anapeleka miwa yake, baada ya siku 10 anaenda kuchukua pesa yake. Ni mnanielewa? Yes. That's a fact. Na sasa mwaka huu, mwisho wa mwaka huu, tunakuja kupatiana bonus kwa mwaka wa pili kwa wakulima wa miwa. Wakulima wa kahawa walikuwa wanalipwa shilingi 50 kwa kilo moja. Leo wanalipwa shilingi 130, 140, 150 kwa kahawa yao. Kilimo leo inasimama
mahali tofauti na vile ilikuweko 2022. Ni Mungu si Mungu? Si Mungu ametujalia? Yes. Tumshukuru Mungu, ametuchukua kutoka hatua moja anatufikisha hatua nyingine. Mimi niliwaeleza kwa mambo ya matibabu. Number 3, nikamwambia mambo ya matibabu, hatutaki Kenya ambayo iko na tofauti ati kwa sababu mtu hana pesa, hana kazi, hana uwezo, hawezi kupata matibabu. Nikasema hapana, tutabadilisha na tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya, kwa sababu imefanyika katika nchi zingine, mbona Kenya isifanyike? Leo ile NHIF ya zamani ilikuwa ni ya watu wachache. Watu milioni 8 peke yao walikuwa ndani ya NHIF. Leo kwa SHA tuko na wananchi milioni 32. Na sikizeni, sio wananchi peke yao wamejiandikisha ndani. Pesa ambayo tumelipa kwa hospitali zetu ni shilingi bilioni 170 in all our hospitals. Ile hazina ya zamani ya NHIF ilikuwa inalipa every year shilingi bilioni 28. Today na tumesema pale level 2, level 3, level 4, level 5 watu wote wajiandikishe. Kwa hii mkutano nataka nijue, nyinyi kwanza mmejiandikisha kwa SHA ama mmeangalia tu hivi? Mmejiandikisha? Kabisa? Hebu nione wala wamejiandikisha. Mimi naona mko chonjo. Hapo leo ukweli ni kwamba ukienda kila kijiji utakuta mtu anasema ule mama fulani amelipiwa na SHA, ule mzee fulani alilipiwa na SHA, ule jirani fulani amelipiwa na SHA. Ni kweli ama si kweli? Tukisema ukweli, hata hapa tuko na watu wamelipiwa na SHA. Ni kweli ama si kweli? Hebu nione kama kuna mtu amelipiwa na SHA hapa. Wale wameenda hospitali. Tunaelewana? Na mimi nataka tuhakikishe ya kwamba tukienda mbele, kila mtu akienda hospitali, tunataka mtu aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya ya serikali inayosimamiwa na SHA. Ndio tuhakikisha kwamba Kenya inabadilika. Mnanielewa? Jambo la 4, tulikubaliana na nyinyi ya kwamba masomo ni ya muhimu. Kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Why? Kwa sababu masomo ndio inatuletea usawa. Mtu tajiri na maskini, watoto wetu wakisoma tunakuwa sawa, kila mmoja wetu. Na ndio sababu hiyo tulikuwa na changamoto mara 4 kwa mambo ya elimu. Number 1, CBC ilikuwa inatusumbua. Number 2, hatukukuwa na walimu wa kutosha. Number 3, funding model ilikuwa na matatizo ya kulete shida. Number 4, tulikuwa na shida ya madarasa. Leo nikisimama mbele yenu, tumeajiri walimu 1,100 na 20,000 wanaajiriwa mwaka huu. Tukiongea na nyinyi tumejenga madarasa 23,000
in Kenya. Nikiongea na nyinyi, tumebadilisha model ile CBC ilikuwa inatusumbua zamani, tumeinyorosha, sasa imekuwa CBE, training. Huyo Vice Chancellor hangekuwa anasema ile maneno alikuwa anasema hapa, kama ile funding model ilikuwa bado inaendelea zamani. Mnasikia huyo mungwana sasa hana deni na mtu. Si mmesikia bila amesema? Amesema hakuna mtu anamdai. Zamani angekuwa anasimama hapa, angekuwa ananiambia, Bwana Rais, hatujalipa mshahara. Bwana Rais, hatujalipa supply.